Kwanza nimshukuru Mungu wangu wa upendo ambaye amenipa kibali na wakati tena kuweza kuwepo katika mtoko wa kujazwa Roho Mtakatifu. Ama ni mtoko wa kujazwa nguvu, si ndio? Amen. Haleluya. Lakini pia nishukuru mitume, manabii, wainjilisti ambao wako mahali hapa pamoja na baba yangu ambaye ni kiongozi na mbeba maono wa mahali hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Mahali hapa ni mahali sahihi sana. Huu mtoko wa kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu, kujazwa nguvu ni sio kwamba ulikuja tu hivi hizo habari zilikuja hivi ama ilikuwa ni maono kupitia mtumishi wetu. Amen. Kwamba leo kuna kitu ambacho kinakwenda kufanyika juu ya maisha yako. Sema haleluya. Leo kuna kitu kinakwenda kubadilika. Leo unakwenda kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ile sauti ya kwanza ambayo Mungu alisema na wewe, alafu ukaidharau, leo inakwenda kurudi. Haleluya. Ninaamini kabisa kuna watu ambao walikuwa wanapitia magonjwa au ni wagonjwa, lakini leo unakwenda kuponywa. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko katika madhabahu. Nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zitakwenda kuneno hapa kupitia hii kamati ambayo imekaa mahali hapa, aisee za ajabu sana. Amina. Natambua mwaka ulioisha au tukaingia na mwaka huu. Jamani, nani ambaye amefika mahali akakutana na timu kama hii? Ambayo ikitoka kuna mitume, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna walimu, alafu wanatamka wote kwa ajili yako wewe. Haleluya. Uone kwamba ni ajabu, ni muujiza. Amina. Hebu nyosha mikono yako juu. Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, Bwana unipandishe, Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote, Bwana unipandishe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo ninataka nikuone. Mchana wa leo ninataka nikuone kwa viwango vya tofauti. Fungua ufahamu wako, fungua akili zangu, fungua Mwenyezi Mungu, fungua Baba chochote ambacho kimefungwa katika maisha yangu. Mchana wa leo kiende kikafunguliwe, kiende kikaniachilie, kiende kikaniachilie katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Unaweza kukaa tusho, unaweza kukaa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nataka nikufundishe kitu kinaitwa kuisikia sauti ya Mungu. Sema kuisikia sauti ya Mungu. Kuisikia sauti ya Mungu. Amen. Ninatambua nadhani watu washawahi kusikia kitu kinaitwa ndoto, si ndio? Watu tunaota ndoto. Wakati mwingine tunapata maono mbalimbali kupitia ndoto. Lakini pia si ndoto tu, viashiria mbalimbali ambavyo vinakuja kupitia labda moto, kama tunasikia huko Ulaya kulikuwa kuna moto wa nyika, vile ni viashiria, si ndio? Lakini pia vipo viashiria vingi ambavyo tunavisikia kupitia Roho Mtakatifu. Haleluya. Sauti ya Roho Mtakatifu huwa inasema na kila mtu. Kila mtu ana sauti ambayo ni ya Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini yule mtu ataisikia ile sauti ya Roho Mtakatifu ndani yake kuanzia ile siku alikiri jina la Bwana kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ndipo sauti ile kuwa inaingia ndani yake. Amina. Sasa watu wengi wamekuwa wakipita katika changamoto mbalimbali. Wanapita katika magonjwa, wanapita katika mahitaji, ni kwa sababu hawajui namna ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Amina. Sauti ya Roho Mtakatifu ikiingia ndani mwako, kama hujui, my dear, utaomba, utafunga, utaenda sehemu mbalimbali kwa mitume na manabii, watakuwekea mikono mpaka na miguu. Lakini kama hujui namna ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, utabaki vile vile. Haleluya.
Mtakatifu ndani yako, au sauti ya Mungu, ni lazima uwe umekaa vizuri na Mungu. Sema niwe nimekaa vizuri na Mungu. Ni kweli sisi tunakutambua umeokoka. Mimi nakutambua umeokoka, si kila siku nakwenda kanisani, si kila siku nakwenda ukiomba. Lakini kuna vitu vile ambavyo vya siri unavijua wewe. Wakati mwingine unavifanya mwenyewe, alafu unaona kama Mungu hakuoni au mchungaji wangu hakuoni. Sasa vile ndio vinaweka barriers ya wewe kufanya nini? Kusikia sauti ya Mungu ndani yako. Haleluya. Haleluya. Mtu mwingine anafanya kazi. Ni kweli ameajiriwa na mshahara ni mzuri. Lakini na huyo mtu ameokoka. Lakini baada ya miaka kadhaa au miaka miwili toka amepata ile kazi, ghafla anaambiwa kazi imeisha. Lakini mtu yule ni muombaji katika madhabahu. Itimizi ni kwamba kuna kiashiria ambacho kilikuja kwake kumuonyesha kwamba kabisa kwamba wewe unafuzwa kazi au ile kazi si ya kwako. Sasa kwa sababu hakuwa na maarifa, hakuwa na jua, hakumkaribisha Roho Mtakatifu ndani yake, kile kitu kinapotokea anaanza kuhangaika, anaanza kulia, anatafuta watumishi. Lakini Mungu tayari alishasema ndani yake. Amen. Hakujua tu namna ya kusikia tu ile sauti, hakujua nifanyeje. Watu tunaoteshwa ndoto. Ukisikia habari za ndoto ni nyingi sana. Utasikia mchungaji, mimi jana nimeota hivi, leo nimeota hivi, lakini hajui namna ya kuchanganua kwamba ile ndoto nimeota, je, ni habari ya maisha yangu? Hata kama si maisha yangu, je, nifanyeje? Wakati mwingine tunaotea ndugu zetu, lakini je, ukimotea ndugu yako ufanyeje? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Amen. Somo langu linatoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza 3, ule mstari wa kwanza hadi wa 11. Lakini sana sana tutaenda kusoma ule mstari wa 4 hadi wa 11. Samueli wa kwanza 3, ule mstari wa 4. Tuanze ule mstari wa 4 mpaka 11, mtumishi wa Mungu. Biblia inasema, Amen. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndio. Akasema, sikukuita kalale tena. Sikukuita kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Ndio. Samueli akaondoka akajibu. Akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndio. Akajibu, sikukuita mwanangu kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana. Samueli alikuwa mjini. Ukisoma historia ya Samueli utaona kwamba Samueli alikuwa akitumika katika madhabahu. Ni kweli alikuwa ni mtu wa madhabahu. Lakini wakati anaitwa na Mungu, wakati Mungu anataka kumtumia ili sasa ampake mafuta vizuri, ili aanze kutumika vizuri katika madhabahu, alikuwa hajui sauti ya Mungu ikoje. Na ndio maana unaona alipoitwa mara ya kwanza akakimbia kwa Eli ambaye alikuwa ni kuhani wake, anamwambia, baba umeniita? Baba akaniambia, mimi sijakuita. Akaenda tena kalala. Akasikia tena sauti mara ya pili. Akakimbia tena kwa kuhani Eli, baba umeniita? Mimi sijakuita. Lakini wakati huo kuhani wake anajua anayemwita ni nani? Ni Mungu. Haleluya. Anaitwa ni nani? Samueli, kupitia sauti ya Roho Mtakatifu. Mungu huwa anatuita kwa jambo fulani, anatutuma mahali, anasema na sisi, anatukanya, lakini huwa hatujui zile sauti ni za nani, zimetoka wapi. Hata wakati mwingine anaweza kutumia mtumishi wako, kiongozi wako, mchungaji wako, babako wa kiroho, mamako wa kiroho, akakuita, mwanangu njoo madhabahuni, kuna kitu nimeonyesha 1, 2, 3. Sasa kwa sababu wewe tayari una majibu yako kwenye mfuko wa shati, kinaweza kuwa ni kitu kibao hujakipenda. Sasa kwa sababu tu ni mwanadamu, unaona tu ameniita, unasema hii si kweli, unaenda kushirikisha mtu mwingine tena, unaenda tayari muujiza wako umeondoka. Kama ni uponyaji tayari ulishapotea. Sauti ya yule ambaye uliitwa na Bwana, sauti ya kwanza, sauti ya pili, ndio sauti ya Roho Mtakatifu. Ndio unalotakiwa kutembea nalo, kutii, kunyenyekea na kuisikiliza ile sauti. Sema amina. Nini Bwana anasema kwa habari ya maisha yangu? Nini Bwana anasema kwa habari ya ndoa yangu? Nini Bwana anasema kwa habari ya kazi yangu? Nini Bwana anasema kwa habari ya uchumi wangu? Kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kuna mtumishi mmoja, nitoka mfano kadogo tu.
Sio nimuite nani jina gani, lakini naweza nikampa jina la Rachel. Kama Rachel yuko hapa sio wewe. Amina. Anafanya kazi huyu dada. Ameajiriwa mahali. Lakini akapita katika kipindi kigumu sana. Amen. Kazini, bosi hamtaki kazini, anataka kumfukuza kazi. Lakini pia bosi amemtangazia kumpunguzia mshahara. Lakini si bosi peke yake, hata wafanyakazi wenzake wanakuwa wanamharasi. Lakini Rachel huyu ana familia nyumbani kwake. Alafu ni mwombaji na ameolewa na nini? Ana watoto na mume Mkristo. Ni kwamba nini? Hata kanisani wale ni wazee wa kanisa. Kwa hiyo wanamtumikia Mungu, lakini pia ameajiriwa kazini, anafanya kazi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya nyuma ya Rachel ya nyumbani, ana watoto, ana kijakazi. Lakini kumbe kijakazi yule pia ambaye yuko naye nyumbani ni kijakazi ambaye anapata harassment nyingi sana kutoka kwa Rachel. Anaamka saa 11 kabla ya watoto wake, anahudumia watoto, anawapikia chai, anawavalisha, wanaondoka, wanaenda kazini, wanaenda mashuleni. Lakini pia hapa katikati Rachel hana muda wa kupumzika. Muda wote ni kazi na amefunga kamera, CCTV kamera. Akiwa kazini Rachel akimuona tu msichana wake amelala, anapiga simu. Kwa nini umelala? Kwa nini sasa umelala? Anambia mama nimechoka, nimefanya hakuna, umekuja kulala hapa nyumbani kwako. Sasa Rachel anapita matatizo kazini. Bosi anataka kumfukuza kazi. Amen. Na kumpunguzia mshahara. Kumbuka nyumbani ana kijakazi. Na yeye vile anapita hayo. Akifanya kitu kidogo anakata mshahara. Akikuta tu amepumzika, wewe nitakufukuza. Lakini Rachel anapokuja kanisani kulia na kumwambia Mungu, sababu neema alikuwa nayo, aliposikia tu ofisini kule kwamba bosi anipenda, anataka kunifukuza kazi, alikimbia madhabahuni. Akamwambia Mungu, angalia kazi yangu ulionipa wewe. Muangalia yule bosi ambaye ananiharasi. Nenda kumbadilisha. Alikuwa analia. Na wakati huo analia madhabahuni, alikuwa anashika Biblia, anasoma kila mara. Lakini mafunuo ya kuona au kusikia sauti ya Mungu ndani yake ikisema kwa habari ya bosi wake ilikuwa hana. Yeye kila siku ni kulia, kufunga mpaka vidonda vya tumbo vinampata. Lakini kumbe alipewa majibu. Siku nyingi, yani Mungu huwa anawapenda sana watu wake ambao wanalia, ambao wanamtafuta kwa bidii. Wakati unaenda kuomba hapo anakupa majibu. Lakini shida ni kwamba sisi huwa tupay attention kusikia yale majibu yetu. Huwa hatujui kwamba Mungu ametujibu kwa staili gani. Amina. Lakini kumbe mtumishi wa Mungu Rachel alishajibiwa toka siku ya kwanza, wala hakuhitaji kutumia nguvu nyingi za kufunga. Alishajibiwa. Amen. Mtumishi wa Mungu nisome kile kitabu cha Mathayo 7:12. Majibu ya Rachel yalikuwa kwenye Mathayo 7:12. Na kila siku anapita anayasoma, na kila siku anayaombea, lakini hajui kwamba jibu ni la kwake. Amen. Soma mtumishi wa Mungu. Mathayo 7:12. Mathayo 7:12 vinasema, basi hayo yote mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo. Maana hiyo ndiyo torati na mradi. Unaona jibu la Rachel? Jinsi alivyokuwa akimtendea mjakazi wake, ndivyo bosi alivyokuwa anamtendea ofisini. Amen. Alivyokuwa anatenda kwa habari ya mtu wake wa nyumbani kwake, ndivyo ambavyo na yeye alikuwa anafanywa kazini kwake na bosi wake, kwa sababu ni mtu wake ofisini kwake. Kumbe tit for tat. Amen. Is a fair game. Sasa unalia nini? Sasa unatoa makamasi ya nini? Sasa unafunga ya nini? Amen. Kuna wakati Mungu anasema na sisi, lakini huwa tusikia, tujui, tumefungwa macho ya rohoni. Tumefungwa masikio yetu, tumefungwa fahamu zetu, lakini majibu yapo. Alichokuwa anatakiwa kukifanya Rachel ni haraka sana kuomba toba. Haraka sana kuomba toba na kuacha. Amen. Usimtese mtu wa nyumbani kwako afu kafikiri maisha yako yatakuwa sawa. Usimtese jirani yako kafikiri kwamba maisha yako yatakuwa sawa. Yaani hata watoto wako, mtoto mwenzako usifikiri kabisa unamtesa eti na mimi nitakaa sawa katika maisha. Never. Haitakai itokee.
sauti ya Mungu, tunapokuwa tunaomba, tunapokuwa tunamkaribia Bwana, majibu huwa yapo meupe kabisa, wazi. Mungu anasema na sisi. Haleluya. Unaomba kwa habari ya ndoa. Kweli umekaa muda mrefu hujaolewa, unaona kabisa ninazeeka. Mimi ngoja nitoe ushuhuda wangu. Mimi nimeolewa nilikuwa na miaka 35. Si ni mzee? Si ni mzee? Amen. Sio mzee bwana. Nimeolewa nikiwa na miaka 35. Nikisema hivyo ni kwamba ndoa yangu ilianza kuwa na furaha miaka 35. Nilipofikisha miaka 35 ndipo ndoa ilianza yani nisemeje, ilibarikiwa. Yani yale matatizo yote yaliisha, Mungu akaleta baraka mpya. Kuanzia miaka 35, lakini nimeolewa rasmi nilikuwa na miaka 23. Haleluya. Na wakati naolewa miaka 23, kuna mtu alikuja akasema hivi, huyu ndo nikuoa. Sasa nimeshampenda ni samani mmoja mweupe mzuri. Mimi mwenyewe nimempenda. Yaani nimempenda nimekufa. Uniambi kitu. Lakini akaja akaniambia unaolewa na huyu? Nikamwambia ndio. Kwa nini siolewe? Akaniambia sioni kibali. Sasa kwa sababu mimi tayari nilikuwa na majibu yangu, sikutaka kusikia anachosema mtu mwingine yeyote. Na kumbe Mungu alisema kupitia yule mtu. Mimi sikutaka kabisa. Nikaingia kwenye ndoa. Ilipita miezi miwili, miezi mitatu, nilianza kuona cha moto. Siko matusi yale, siko kupigwa kule. Mwanaume simoni ndani ya mji wiki nzima. Lakini sasa nitamshtakia nani? Nani wa kumwambia? Na wakati tayari Mungu alishasema na mtu, akaja kuniambia. Lakini mimi nikajikana, nikasema hapana, hiyo sio sauti ya Mungu. Mungu anasema kwamba sisi tufanye nini? Kila mtu nawe na wake. Amen. Nakumbuka wakati naingia Victoria, mtumishi wa Mungu pale alinipokea. Mwaka 2015, si ndio baba? Alinipokea mtumishi wa Mungu. Nikiwa nimechoka na ndio ilishakufaga siku nyingi. Haleluya. Haleluya. Nisema hivyo Bwana Yesu. Ninakataa mafarakano. Ninakataa kuachika. Ninakataa kuachwa. Ninakataa mwanaume yeyote wa ajabu katika maisha yangu. Ninakataa mke ambaye si mpango wa Mungu katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Nilikuja kwa mtumishi wa Mungu mahali pale. Tumekutana kule. Akanihubiria habari za Yesu Kristo. Kumbuka siku zote za hapo nyuma nilikuwa bado sijamjua Mungu. Lakini nilikuwa na pretend kumjua Mungu. Amina. Haleluya. Nilipokuja kwa mtumishi wa Mungu pale, ndipo somo linaposema kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Amen. Nimekuja kwa mtumishi wa Mungu. Siku ya kwanza ananiambia, nakutana naye tu, kibali machoni pake. Kibali, akaniambia ninaona utumishi ndani yako. Sijui Mungu. Haleluya. Ninaona utumishi ndani yako. Na sio mtumishi wa kawaida, wewe ni mtumishi mkubwa. Nikamwambia unasema nini? Unasema nini? Mimi sio huko. Kwanza watumishi wa Mungu, nikaanza kuongea yote mnayojua duniani naongelewa. Akacheka sana. Mtumishi wa Mungu anachekaga tu. Akacheka sana. Lakini ile sauti mimi ilinyokia, iliniingia. Kwa maana ya kwamba nilirudi nyumbani nikakaa inatafakari katika kichwa changu, katika akili zangu. Ninatafakari kwa nini aniambia mimi ni mtumishi wa Mungu? Cha ajabu, amenikaribisha kanisani siku ya Jumapili, sikukataa. Sikukataa. Kumbuka nilikuwa sijaokoka. Lakini nikajikuta tu naenda kanisani. Nimefika nikakaa kule nyuma na nimevaa vikuku, nimevaa kila kitu unachokijua cha duniani nilikuwa nacho. Pedi mpaka huku chini ninazo. Yaani ukiniangalia kipindi kile nilikuwa mtu kweli, yaani mtu duniani haswa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sauti ya Mungu ilipoingia ndani yangu, na mimi nikaisikia kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Nimetulia katika ile madhabahu toka mwaka 2015 na leo mimi ni mtumishi na simama na wawili. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mtoto Samueli akakuwa. Akasikia sauti ikimuita, ikimwambia, Samueli, Samueli. Akakimbia kwa baba yake. Akasema, baba, je, waniita? Baba akasema, hapana, sikuiti. Lakini mwisho wa siku tunaona kwamba alipokuja kugundua kwamba ni sauti ya Mungu inamwita, na kwa sababu baba yake wa kiroho, Pastor Isaac kama alivyoniambia, wewe ni mtumishi wa Mungu. Amen. Na mimi nikaitika nikasema, haya,
Pamoja na kwamba niliongea maneno mengi, lakini Jumapili nilienda kanisani. Maana yake nini? Nimeitikia. Maana yake nini? Nimetii. Haleluya. Mtumishi wa Mungu akamwambia, Sam, atakapokuita sema mimi hapa Bwana, sema na mtumishi wako. Maana yake amesikia sauti ya Bwana ikimwita. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuna unyenyekevu, hatuna utii, hatuna utulivu, na ndio maana sauti ya Bwana inapokuja inatupita pembeni. Nataka nikwambie, ugonjwa uliokuwa nao, changamoto uliokuwa nayo, iwe ni ndoa, iwe ni kazi, changamoto yote uliokuwa nayo, kuna sauti ilikuja lakini hukujua kwamba ni sauti ya Mungu. Kuna sauti ilitembea kwako lakini hukuisikia. Na ndio maana katika kile kitabu cha Isaya 62 anasema kwamba nilipokuita hukuitika. Niliponena hukunijibu. Haleluya. Huyo ni Mungu mwenyewe. Kuna wakati alikuita afa hukusikia, ulikuwa busy na mambo yako. Anaongea na wewe waziwazi kupitia watumishi wa Mungu, lakini hauna majibu. Uko busy. Unafanya mambo yako. Unatoka hapo unaenda wapi? Wakati mwingine hata kanisani unapotea. Mpaka mtumishi akupigie simu, mwanangu uko wapi? Baba unajua, mama unajua, kilienda kilishuka. Mwanangu, hivi unajua ulikotoka wewe? Unajua jinsi ambavyo adui anakupambania? Hivi unajua jinsi ambavyo ukikaa mbali na uwepo wa Mungu, shetani anafurahi? Hivi unafahamu kweli? Yaani mpaka baba yako anaongea, yule mtu wa ndani ndio anaongea kwa kuugua kwa ajili yako. Amen. Kwa nini? Haleluya. Nakumbuka mwaka jana alikuja Bishop Catherine pale kanisani kwetu Victoria. Tuna neema ya huyu mama. Ilikuwa ni mwaka jana, mwaka juzi. Amen. Huyu mama kuna kitu nilikaa naye kule ofisini, si kama nakumbuka, sidhani. Tulipokuwa kule ofisini akaniambia, mwanangu, mimi nataka nikualike Kenya. Uje uhubiri Kenya. Hajawahi kuniona nikisimama madhabahu, leo ndo ananiona. Hajui, lakini akaniambia ninaenda Malawi. Nikitoka Malawi akaniambia naenda Zambia, lakini nikirudi shika namba zangu za simu. Akaniandikia kwa mwandiko wake kwenye diary. Ila na mimi leo nitaomba toba na rehema. Wakati tunaomba maombi baadaye ya toba ya rehema, kwa sababu ya kutokusikia sauti ya Mungu na kuitii, hata mimi leo nitaomba rehema. Kwa sababu tayari kulikuwa kuna mpenyo na sauti ya Mungu ya kuvuka. Ila mimi mwenyewe nimejichelewesha. Kwani nilikupigia simu mama? Sikukupigia. Amen. Kumbe mimi nilikuwa ni wakuvuka wa kimataifa. Hata wewe ni wakuvuka kwenda mahali. Hata wewe unatakiwa leo pone. Hata wewe unatakiwa na mume wako. Ni kwa sababu hukuitii sauti ya Bwana. Kuna mtu alikuja kwako akakwambia, huyu kijana achana naye. Lakini kwa sababu ya mapenzi uliokuwa na ukasema hapana, huyu ananionea wivu. Kuna mtu alikuja kwako akakwambia, hiyo kazi unayoifanya sioni kama kuna kibali. Lakini ukasema hapana, niache kazi nifanye nini? Na wakati mwingine wewe sio wa kazi, wewe ni wa biashara. Kuna mali tu kipagusa kidogo tu hivi unanyanyuka. Ni kwa sababu hatujui namna sauti ya Mungu inasema na sisi vipi. Huwa hatujui. Huwa tunategemea au tunafikiria kwamba sauti ya Roho Mtakatifu inakuja inasimama nje. Afu inakwambia mimi ndiye Roho Mtakatifu. Sikia sauti. Hakuna hicho kitu. Yaani utaomba mpaka magoti yatachubuka. Hakuna na utakaosikie. Utakaomuone Roho Mtakatifu. Haonekani kwa macho hata siku moja. Haleluya. Haonekani. Roho Mtakatifu anakuja kwa njia nyingi na mbalimbali. Ni wewe wakati wowote masikio yako yawe active. Akili yako iwe active. Moyo wako, yule mtu wako wa ndani, mruhusu mtu anene kwa habari ya maisha yako. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.